kuwa nalo la kubadilika. Labda tu nikuulize mke wangu, kitu gani ambacho umekiona kama kwamba mimi nabadilika? Hivi hata wewe mwenyewe ujioni kama umebadilika? Sura yako peke yake inaonyesha kwamba wewe umebadilika. Mume wangu, siko na kuelekea mume wangu. Mke wangu, labda nikwambie kitu kimoja tu. Jaribu kutuliza nafsi yako. Jaribu kuniangalia vizuri. Usiniangalie kiwasiwasi. Mimi nipo katika msimamo wangu ule ule. Na nikuahidi kitu, sitoweza kubadilika. Ila nikwambie tu, kutokana hivi siku mbili ambazo uliziona nipo mnyonge, nilikwambia nina majukumu yangu na mambo yangu. Lakini madrasa nafundisha. Hakuna mtu nisiyomfundisha. Nipo katika msimamo wangu ule ule. Labda unasahau kitu kimoja mke wangu. Dua ndo kila kitu. Unaponiona mimi nipo katika hali sitofahamu, shikamana na dua. Basi kila kitu kitakwenda vizuri. Ila mimi sina mabadiliko yoyote mke wangu. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Nitazidi kuomba madua kila aina, nitapambana ili mume wangu uondokane na wewe shetani ambaye aliyekutawala kichwani. Basi sawa. Mume, toka ulivyoniita hapa inaenda nusu saa sasa. Huongei, usemi ulichoniitia. Kuna nini? Unaumwa? Hapana mke wangu. Ujue mke wangu mwenyewe unajua nikiwaga na wewe nakuwa kama mwenye usitaki niseme mengi. Unafahamu jinsi navyokupenda mke wangu. Mara nyingi nakuwa natoka tu mara hivi na ingia ndani na yeye ulikaa ukaniita ukanieleza mawili matatu. Basi leo ndio maana nikakuita hapa kidogo nipate faraja ya kuzungumza na wewe mke wangu. Sawa, nakusikiliza. Mke wangu, naamini jambo ambalo nitakueleza utalipokea tu vizuri, si ndio? Mwenyezi Mungu ametupa idhini au ruhusa ya kuoa wanawake 2, 3 mpaka 4. Nataji kuongezea mke mwingine. Nataka nioe mke. Sawa mume wangu, ni jambo la kheri tu. Kwa hiyo kuzunguka kote nataka kuniambia tu kwamba unahitaji kuongeza mke wa pili. Ndio mke wangu. Mimi sina kipingamizi. Nadhani swala umeliamua mwenyewe mume wangu. Basi fanya. Ukizingatia huu mwezi mtukufu unakaribia. Zimebaki siku chache tu. Basi inabidi mume wangu kufanya hima ili ufunge hiyo ndoa. Cha kukushauri tu, umlete hapa tuishi wote. Umepata kidogo tutakula, umekosa tutaishi, umepata kikubwa tutafurahia. Tatizo liko wapi? Tu mume wangu. Kuna kitu kimoja. Kuna hadithi moja imesema. Hii uizingatie sana mume wangu. Inasema kwamba tunkahul mar'atu al-arba'a
Mwanaume ambaye anahitaji kuoa achague mwanamke ambaye mwenye sifa za dini. Mambo manne. La kwanza, ambaye ana sifa za dini. La pili, awe mrembo mzuri anakuvutia ndani ya moyo wako. Pia unatakiwa uoe mwanamke ambaye msikivu, na mengine utamalizia wewe. Halafu wanamalizia hivi, sijamaliza mume wangu. Wanamalizia kwamba talbati ya daka, baraka itakuwa juu yako. Sasa ikiwa baraka juu yako, baraka tutapata wote. Mkaribishe mke mwenzangu, namkaribisha sana. Mlete tu. Ni kweli kabisa umeniruhusu nioe mke wa pili? Mume wangu, sina kipingamizi juu ya hilo. Ukiwa uamuzi umeutoa wewe, mimi nakuombea tu. Acha mimi nikakuandalie chakula. Sawa mke wangu. Sawa. Kipenzi changu Shomita, leo nimekuja na jambo jema, na jambo lenyewe si lingine, lile ulikuwa ukilihitaji muda mrefu sana. Nimekaa na mke wangu, tumeongea na nikamfikishia swala letu la ndoa kati yangu mimi na wewe. Kiukweli kalipokea vizuri na amenikubalia nikuoe Shomita wangu. Ila kitu ambacho kinachonishangaza sana, baada ya kumpa hizi taarifa, mimi nikajua atazipokea vibaya, atabwata na atapiga kelele pale ndani ya nyumba, kanga kuchanika na kudai talaka yake. Lakini hilo lote lile sikulipata kuliona, na ndio kwanza ameniambia utapomuoa nataka aje kuishi hapa ndani ya nyumba yetu. Kwa hiyo lile ambalo tulikuwa tunalifikiria alikuwepo, swala lipo hivyo Shomita. Kwa hiyo unamaanisha mimi niolewe Mitala? Ndio. Basi sawa, usijali. Mimi kikubwa ambacho nilichokuwa nakihitaji ni ndoa, kwa sababu nahitaji mwezi wa Ramadhani ukifika niwe nipo kwenye ndoa yangu. Sihitaji mambo ya kuzini. Na kuhusu swala la mkeo pale kuondoka, wewe niachie mimi, kwa sababu mimi sihitaji Mitala. Nimeshakwambia sasa, kama Mitala mimi kwangu sitaki. Yaani sihitaji mambo ya kushare. Nataka cha peke yangu. Yaani Ramadhani kishaanza nifuturu na mume wangu, yaani sitaki tu huyu, yaani ya mambo ya siyataki. Yaani mimi nitamtimua mchana kweupe na ataondoka. Si unajua mziki wangu? Na kujua na moyo wako tena ushakuwa mwemwe ndoa. Wewe mimi sitaki kushare, yaani sitaki sasa mambo ya kushare. Yule mbona ataondoka? Tena mchana kweupe. Basi sawa. Mimi nafikiri baada ya leo, kesho nakuja kukuchukua mambo yaende. Basi sawa, nitashukuru. Hamna shida, kuwa na amani. Sawa, asante. Sawa. Tangu amekuwa mnyenyekevu, msikifu, ni mtu ambaye ni mwenye kushirikiana na mimi katika mambo mengi. Ana mapenzi ya dhati. Kitu gani ambacho kimeniponza mimi mpaka nataka nimwolee mke wa pili? Hii kitu mbona haipo sawa? Ipo sawa kweli? Hapana. Kiangalia mwanamke nataka kumwoa, moja ndani moja nje, timtimu akili zake, mambo yake ovyo.
kwa sababu ya kumkomboa mke wangu tu. Nipo sawa kweli mimi? Hapana. Haiwezekani. Nakusikiliza, ongea. Naona umekuja unakaa kimya, tu unaangalia. Dhamira yangu ya ujio huu kwako kuhusiana na swala letu lile la ndoa. Naamini kati yangu mimi na wewe tulipanga tuoane. Lakini nimekaa, nimetafakuri, nimewaza, nimefikiria, nikaona kidogo kiupande wangu itakuwa ni mtihani mzito. Na utaniadhibu mwenyewe katika swala hili. Kadhalika mke wangu mimi ni mtu wa dini. Tokea ni muoe hajawahi hata siku moja kunikosea. Tunaishi katika upendo wa hali ya juu. Ananipenda na mimi nampenda. Mambo mengi namwambia, hajawahi kunivunjia heshima hata siku moja. Kwa hiyo nikaona hapana, ili swala kiupande wangu sio vyema. Nimeamua nifike kwako na nikueleze ukweli, kwa sababu muda si mrefu naingia katika ibada ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo nakataa nisije kufanya makosa katika ibada yangu. Kwa nakuomba kati yangu mimi na wewe, kuanzia leo, sio kesho wala kesho kutwa, tuachane katika swala letu la kusema tuoane.